It's true kwamba tumbaku tumemaliza msimu, malipo yamelipwa, baadhi hayajafanya nini? Hayajakamilika. Na it's a global phenomena. Mkulima wa tumbaku analipwa kwa dola, sio kwa shilingi. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwa wale wenzangu na mimi, Bwana Yesu asifiwe. Leo katika pita zangu ambazo za mtaa, nimefika katika sehemu moja, nimekutana na fundi akiwa anajenga vitu tena sio vitu kidogo, ni vitu haswa. Na ni sio muongo, inatakiwa ili vitu tuvione na kuviona na fundi mwenyewe tumuone na aseme kwamba huu ujuzi ni wa wapi, na hivi vitu alivibunia wapi na mpaka ameweza kutengeneza kitu kama hichi, na hichi kitu ni kitu gani. Kwa wale wenzangu na mimi wasioelewa, naomba niwaeleweshe vizuri. Nimetembea katika mkoa wa Tabora, kwa watu makungwi wa tumbaku, watu wale wazito, watu wenyewe wazito wenyewe, wazee wa kulima tumbaku, matumbati, kwa wale wenzangu na mimi Wasukuma, au sio? Nimekutana na fundi hapa, naomba fundi ajielezee. Bwana fundi, mambo vipi? Bwana mambo safi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bwana, unaweza katuambia kwamba hii ni bomba gani, kwa sababu katika pita zangu zote nilizopita katika mikoa yangu yote ambayo napita katika vitu kama hivi sijawahi kukutana na bomba kama hii. Bomba ambayo imejengwa, ambayo unaweza kusema kwa nje hakuna bomba wala haijachochewa wala hakuna kuni ambayo inaweza kuingia. Unaweza katuambia kwamba hii ni bomba gani? Kwa kweli hii bomba inaitwa mwendokasi. Mwendokasi. Hii zile za zamani. Ndio. Zile za zamani walikuwa zinaitwa zilipendwa. Ambazo zilikuwa zinachimbiwa magotini. Ndio. Zile zilionekana kiutafiti zaidi. Ndio. Zilionekana yani kwenye exhaust kule zinaleta moshi. Ndio. Lakini ujuzi jinsi unazidi kwenda, elimu inazidi kutembea, ikabidi tubuni kukutana na hizi bomba ambazo zinaitwa mwendokasi. Ndio. Na zenyewe zile kwenye exhaust zinaleta moto. Ndio. Hata kama zikizunguka ndani mara 8. Ndio. Zinaleta moto. Ina maana kumbe una uwezo wa kuizungusha hii bomba, imeenda ndani ikazunguka hata mara 8 juu. Na iweze kuizungusha ndani. Ndio. Mara 4 mara 9 kwa ndani kwenye kona. Mara 9. Na zinaweza zikapanda juu kwenye ukuta mara 2. Asante. Na inaweza zikapanda ikapandia juu ikatoa moto juu. Ndio. Na inawezekana. Inawezekana vyote. Ndio. Sasa ni mbinu gani ambayo unaweza kutuambia kwamba umeitumia mpaka sasa hivi hapa, kwamba hii bomba inaweza ukaichochea mpaka hapa ikapeleka moto? Kwa sababu nikiangalia kwamba watu wengi huwa tunategemea kuwa bomba inachochewa na upepo unapiga ili bomba tuone moto unavyoenda na tunachochea vile. Sasa umesema kwamba zile zilipendwa na hii bomba ni mwendokasi. Sasa tukiachana yote, unataka tuelezea kwamba hii bomba inaweza ikapeleka moto vipi hapo wakati upepo uingii kwa mwingi hapa? Yaani kwa mfano kama hii bomba ilivyokaa unavyoiona. Ndio. Kwamba yani imetengenezwa, yani imetekwa upepo wote. Ndio. Yani moto wote, hakuna moshi wala hewa kurudi nyuma. Ndio. Yani inasukuma moja kwa moja, ni kama vile feni inayozunguka. Ndio. Kwa hiyo hii kumbe ni bomba ambayo inafua moto wa kasi zaidi, na maana upepo mdogo, moto mwingi, moto mkubwa. Aha, ina maana kwa hiyo pale unataka kuniambia kwamba unaweza ukaichochea vipi hii kuni? Maana hii kuni unavyoiona imekaa hapa, lakini imeangalia kwenye ukuta pale. Hii kuni ijaangalia kwenye bomba. Je, inaweza vipi ikapita pale na ikaenda kachochewa kule vizuri? Ndio, sawa, vizuri kuuliza. Maana hii bomba unavyoona ngazi zake jinsi zilivyo. Ndio. Kwa hiyo hii inaweza ikachochewa kwa staili moja. Kwa staili. Yani kwa bila kuumiza kichwa. Ndio. Ambapo inaenda kwa namna hii. Ndio. Yani inaenda moja kwa moja. Ina maana unaiachia inaenda yenyewe. Unaiachia yenyewe inaenda. Ndio. Ukishaenda basi unaifuatia. Aha. Tuonyeshe mfano fundi. Sawa. Na namna jinsi ya kuchochea, ina maana hiyo bomba yetu ndio ndivyo tunavyoichochea, si ndio hivyo? Ndivyo. Moja kwa moja unaingia kuchochea. Yaani moja kwa moja basi unaisukuma. Ndio. Basi inakuwa tayari imeshafika. Na inazama yote kwa pamoja, unaweza kuizamisha. Na inatakiwa iingie kwa kule ndani 7. Ndio. Ukishamaliza basi wewe umeshamaliza, na maana moto unajifua wenyewe. Moto unajifua wenyewe. Na ukishachochea unatakiwa ukae masaa 7. Masaa 7 ikiwa iko ndani. Yaani ikiwa iko ndani bila kufika wewe, bila kuchochea. Ni kweli. Na nimefurahi sana kukutana na mtindo kama huu, na ndio maana nilivyoona vitu kama hivi vimenivutia na ni vitu adimu, ikanibidi nifike na nije nionane na fundi, pia fundi naye anielezee kuwa wewe ni fundi kutoka wapi? Mimi ni fundi kutoka Tabora. Tabora hapa? Hapa. Kumbe ni mzaliwa? Ni mzaliwa wa hapa. Kabila gani? Mimi bwana ni Msandawe. Asante sana. Kumbe ni mtu kidogo mtani wangu, tuachana yote. Okay, twende kwenye kazi ambayo imenileta. Mtani, ina maana hii bomba wewe ulijifundia wapi jinsi ya kuzitengeneza hizi bomba kama hizi? Yaani hizi bomba hizi, Ndiyo. Yaani nimejifunzia ni kama vile kwenye CIC tu, yani kubunibuni tu vitu. Kubunibuni tu. Ina maana hukwenda shule kusema kwamba labda ukafundishwa? Sijaenda shule na sijafundishwa na aina yote.
Ina maana ulibuni tu mwenyewe yani? Nimebuni mwenyewe. Aha. Kuanzia mwaka gani umeanza kazi hizi? Yaani hii kazi leo na mwaka wa 3. Mwaka wa 3. Na maana itakuwa umeanza hii 2026 na maana umeanza 2023 24 hapo, si ndio hivyo? 24. Ndio umeanza kazi ya ujenzi wa bomba. Ndio nimeanza kazi ya ujenzi. Aha, kwa majina natambulika kama nani mkoani Tabora hapa au maarufu kama nani? Kwa sababu bomba nyingi napita naambiwa kwamba umejenga wewe na wakulima wengi wa tumbaku mkoa wa Tabora wanakutegemea wewe. Na istoshe paka Waziri Mbashe anakutaja sana fundi kama wewe na anasema kwamba ni fundi ambaye inatakiwa wakulima wengi wa tumbaku kutegemea wewe na wabuni vitu kutoka kwako. Ni unaweza kutuambia kwamba ni unatumia jina gani hapa maarufu kwa jina kama nani? Yaani sana kwa sana jina Masanja JJ. Masanja JJ. Ya kwa kifupi naitwa Tembo Mdogo. AKA Tembo Mdogo. Yeah. Unaweza kutajia namba yako ya simu? Yaani namba ya simu ni 07 72 80 87 07. Napatikana namba moja. Namba moja. Ina maana nitaka kuniambia kwamba mzunguko ndo jinsi upoje huko ndani. Kwa sababu unaona tu mavitu yamezunguka lakini sielewi. Ndio. Ndio. Yaani mzunguko umekaa kama vile T. Kama vile T. Yaani umekaa kama vile T. Ukapita ukazunguka, ukapandisha. Ndio. Ukaja ukarudi. Ndio. Ukaja ukatoka. Ukatokea nje. Mtu mwenyewe ukiangalia umekaa kama vile T. Kama vile T. Ndio. Ila sema umezunguka bani nzima. Yaani umezunguka unakona kama 7. Na mtindo huu unaweza ukakausha ndani ya siku ngapi bani yako hii? Yaani mtindo huu sana siku 3. Siku 3. Bomba inakuwa imekausha kabisa tumbaku. Yaani imekausha kabisa. Hata mgongo uwe mkubwa vipi? Yaani hata iwe mgongo mnene namna gani? Na kwa kazi hii upo tayari kwenda sehemu yoyote kwa mtu yoyote anayekuwa anakuhitaji? Mimi niko tayari sehemu yoyote kwenda. Asante. Tukiachana yote hapa naona kuna mtu ambaye upo naye, naona unashirikiana naye katika vitu 1 2 3 ambavyo naona unapima na unaweza kutuambia kwamba ni nani kwako na au ni ndio mhusika? Naomba tuelekeze vizuri. Yule pale ni kama vile mwanafunzi wangu. Naomba tuonyeshe. Ndio tunaweza kutuambia kwamba huyu ni nani? Huyu hapa ni kama mwanafunzi wangu. Ndio. Ambao mpaka sasa tuna miaka 2 naye nikitembea naye katika miaka 2 mkitembea katika mikoa mbalimbali na mkifanya kazi pamoja, si ndio hivyo? Ndio. Asante sana bwana kaka, unaweza kutuambia kwamba wewe ni nani na unatoka wapi na unaishi wapi? Naitwa Salumu Jumapili. Salumu Jumapili. Ya, unatoka wapi? Mimi natoka Tabora. Mkoa wa Tabora. Wilaya ya Sikonge hii. Asante sana. Na umeanza kazi na huyu ndugu yetu ulimjulia wapi na ulimfahamu vipi? Fundi nimeanza naye na miaka 2 mpaka sasa. Miaka 2. Kwa hiyo anaendelea kunikochi. Anaendelea kukukochi ndio. Swala ya ufundi wa mabomba. Ila saizi tayari namshukuru Mungu. Ndio. Nimeshaiva kiufupi, kiujumla. Yaani kwa ngazi tofauti nimeshaiva kwa sababu bomba tulikuwa tunazifahamu hizi za zamani. Ndio. Ambazo tulikuwa naitwa zilipendwa. Ndio. Ila miendo kasi hii kwa kweli hata mimi mwenyewe amenifungua akili kwa sababu mimi mwenyewe bomba kama hizi ndio nimeziona. Ila nashukuru Mungu saizi hata mimi pia nina uwezo wa kuzijenga kwa sababu jitihada yake namshukuru Mungu. Ndio. Kwa uwezo aliyenipa mpaka hapa saizi nashukuru Mungu. Ndio. Kwa hiyo unaweza kutuambia kwamba na wewe mwenyewe unaweza kurekebisha kwa sababu nimekuta hapa na wewe pia ukiwa unashikashika vitu viwili vitatu. Pia kiujumla niseme kwamba mimi mwenyewe saizi mpaka sasa hivi hapa nashukuru Mungu, ina maana bado hajanikabidhi madaraka ya kwamba akafanye kazi, lakini uwezo wa kufanya kazi ninao. Aha. Ina maana kumbe bado upo kwenye bao la engineer. Bado nipo kwenye bao la engineer kwa sababu bado hajaniruhusu. Ina maana bado kuna makosa madogo ambayo anaona yeye kiufundi bado hayajatimia. Ndio maana ina maana kwa mimi naona kwamba nimeiti, lakini kwa yeye anaona bado na lega. Kwa hiyo hajanipa ruksa. Asante sana. Salumu Jumapili, unaweza kutuambia kwamba ukatutajia jina lako la ambalo unalitumia almaarufu au ndio hilo Salumu Jumapili? Mimi jina langu ni hilo kwa sababu sina jina la utani. Ndio. Kwa hiyo najulikana kama Salumu Jumapili. Salumu Jumapili kutoka Kipili Kiyombo, mkoa wa Tabora, wilaya ya Sikonge. Asante sana na mnatajwa sana na mawaziri na nyewe mnaambiwa kwamba jitihada nzuri, na kwa kuwa Tanzania ni nchi yenye amani na nchi yenye upendo na mshikamano, tunaomba mjitahidi sana kuwa pamoja na mshike bega kwa bega na mfanye kazi pamoja. Unaweza kutajia namba yako ya simu? Ndio 07 53 13 66 40. Usiku na mchana napatikana. Au ngapi au ndio hiyo muishia? Hiyo. Asante sana. Kubwa ambayo natumia 07 53 13 66 40. Uko vizuri. Asante sana. Tunashukuru sana, tuko pamoja na Mungu awabariki na tuko pamoja, tutazidi kuwasiliana endapo Mwenyezi Mungu atakapopenda. Tukutane tena mbele ya safari. Asante. Asante sana.